Karibuni tena kwa mara nyingine, wapenzi wetu wa wateja. Leo tunaleta video hii kwa ajili ya mwendelezo pale mara mwisho tulipoishia. Video yetu mara mwisho tumeweza kuona kutumia jinsi ya kuingiza taarifa zako kama kulogin kwenye mfumo wetu kwa kutumia application ya simu. Leo tutaenda kuangalia vipi unaweza kuadd product kwa kutumia application yako ya simu. Kama kawaida yangu, hii ndio simu yangu, muonekano wake uko hivi. Nakuja hapa naitafuta ile application yangu ambayo niweka hapa. Naifungua, ukishafungua huu ndio muonekano wake baada ya kushaingia ndani. Lakini unakutana na taarifa zile ambazo unazotakiwa uzione wewe kwa mara ya kwanza. Kama hapa unaona mauzo kwa leo, kwa siku ya leo uliyofanya. Purchases uliyofanya kwa siku ya leo, idadi ya product zinaonekana na product ambazo ziko kwa low stock. Kwa cha kwanza tunatakiwa tuende kwenye product yetu, tuone jinsi gani ya kuweza kuingiza product kwenye mfumo wetu. Tunabini hapa kwenye product. Baada ya video hilo mimi nimeingiza product nyingine kadhaa. Kwa sasa hivi nina product 4 katika mfumo wangu. Hii itategemea na aina yako ya biashara ambayo wewe unafanya kuweza kuingiza hizo product zako. Kwenye biashara hii ya duka hili, ukiangalia uhalisia product zake unaona kuna mchanganyiko baina ya electronic pamoja na nguo. Kwa hiyo hata wewe kama unafanya nguo pamoja na electronic unaweza kutumia mfumo huu vizuri tu. Ama hata kama unafanya biashara zile ndogo ndogo za kawaida pia unaweza kutumia mfumo huu vizuri tu. Kuingiza product unabonyeza hapo kwenye alama ya kujumlisha, tunakuja. Kitu cha kwanza unaona maelekezo ya mfumo wako jinsi gani vitu gani unatakiwa kuingiza. Kwa sasa mfumo wetu umeweka kwenye lugha ya Kiingereza, lakini baadaye tutabadilisha ili uweze kubadilisha lugha kwa lugha yako kwa Kiswahili na Kiingereza. Haya. Hapa tutaingiza jina la product yetu kwa vile na changoja niandike viatu. Aina yote tu viatu. Nige viatu vyeusi. Size tuwe pengine 45 pata kuzijua kama viatu hivyo size 45. SKU mimi mara nyingi naweza kupenda kuandika kwa kufuata category ya hii product yangu. Ndio naanza kwa neno mwanzo. Kwa hapa kuna nguo na viatu, category yake tayari tunayo, tumeona tuna electronic. Sasa kama hakuna category nyingine, pengine kuna category unataka kuweka ambayo haipo hapa, unabonyeza kwenye alama ya kujumlisha hapa. Itafunguka form nyingine hapa, utaandika kaina category yako, mimi nitaandika pengine niandike saa. Mkononi. Andika maelezo category yako, maelezo binafsi. Utasave. Kisha save itakuwa tayari imejisave. Tunatakiwa hapa tuione kama haijakuja hapa. Tunatakiwa urudi kwanza, tunabonyeza jumlisha tena, kisha bonyeza jumlisha tena, tunaiona tayari imekuja hapa. Andika saa mkononi, unachagua category hiyo. Naandika aina saa, naandika ni Casio Black. Kwa wale ambao wanajua saa za Casio. Kwa hiyo hapa katika SKU yake ambayo ni kifupi chake ni stock keeping unit. Kirefu chake ni stock keeping unit. Kwa lugha ya kitaalamu inaitwa SKU. Ambayo lazima saa Casio Black. Andika 01 kwa ile ndio anza product ya kwanza. Kama una picha ya saa unaweza ukaadi hapa kwa vile service nayo picha hiyo, kwa hiyo siwezi kuadi. Utaandika quantity zipo saa ngapi, pengine nimenunua 200. Low stock quantity kitaka pengine kwa vile zipo 200 nitasema ngoja ziwe 50 ndio nipate alert. Cost ya hiyo saa itakuwa nimenunua pengine kwa tuseme nimenunua kwa shilingi 10,000. Nitaiuza kwa shilingi 15,000. Hiyo najalia. Hapa saa yenyewe unit yake itakuwa tutasema PCS ama ni pack. Hiyo inakuwa kuna maelezo hapa naweza katia maelezo binafsi
bidhaa husika. Wewe utatia maelezo kwako. Ukimaliza hapo utabonyeza save product. Ukimaliza save product, mfumo wenyewe utakuondosha, utakuleta huku. Utaiona saa hii hapa. Utaziona saa zilizopo ndani zake, bei yake ambayo ulinunulia. Ukaiona bei umenunua 10,000, tunaiuza kwa 15,000. Profit tunategemea kufanya 5,000 kwa kila saa moja. Current stock ziko 200, low alert level ziko 50. Kwa hii hapa ndio tuelewa hapa kwamba kwa leo tuishi hapa. Hivi ndio unaweza kuadd product kwenye mfumo wetu. Asanteni na msisite kuangalia video inayofuata kwa maelezo zaidi.